ndio wa mama na wazee wabiekewe hiyo nini Isomoro. Is that not a good plan? Ni kitu ya muhimu. Ni kwa nini wananchi wa Meru wanakaa wakipinga project yote yenye inaletwa na serikali sababu of their own interest? We are the conservators and the protectors and sir, from Kenya Forest Service, anyone who is going to hug the tree, a palm tree and given at once, we are surprised. Because we are planting thousands and thousands. We can see some people writing a lot of things in the media that they have worked, they have done this, but iye kaingana to ande techa muito. Lai muote jaka to kato anda na ogwe. Bau bange moraga. Bote one te muito jora to shoke tie. O uonge ogotwera kwa social media ora ande te na mwana ogwe na mukoro ogwe aegi 20 million. Partners. Alafu anakuja kutusumbua kwa social media, anafikiria sisi hatuwezi andika. My friend, these are ladies who are doing great job, na tuko na hasira sababu ya nyinyi mko kwa media. Sasa sisi tuko na utaratibu. Watu wa media tuwaelezee. Msikue mnasikia mafununu unaenda nayo. Sisi tulisema hatutaongea na nyinyi until you get the true thing. Sababu hii ni airstrip na tunajua imejengwa na Kenya Forest Service, sio mtumanto edinkia. Sababu wengine wanapinga wakifikiria ni county government imefanya na wanataka kusema wakati wangu ndio nilifanya airstrip. Hapana. This is a matter of Kenya Forest Service together with the public. Ni omaka na teoma. And we want to tell tunataka kuambia munaongea mkiwa juu, sisi tuko chini na tuna support the project za serikali, sababu mwenye anafukuza ni mwenye ako na ujinga kwa akili. Na tukutume kwa PS wetu Madam Kaigongi, nisikiza vizuri, he has more people than the politicians. Na hii Meru ni yetu, airstrip itajengwa, state road itajengwa, na hata hiyo ingine itafanya nini? Asanteni sana. Na Kamano ni nani? Kamano? Wapi Kamano? Hii nafasi Ako? Tafadhali kwa sababu ya muda tunaita Madam Kamano aje atuzungumzie. Tafadhali. Na tuwe wafupi kwa sababu tunataka sauti ya kila mtu isikike. Tafadhali. Thank you very much. All protocols observed. My name is Kamanon Tontomori, a resident of Meru. And thank you for this opportunity to present our petition. It is in writing. And we have 7,000 signatures on this one for people objecting the construction. Thank you very much. Tafadhali. Na waziri kwanza tutulie. Nawaomba tutulie. Tafadhali naomba tutulie. Tafadhali naomba mtutulie. Tafadhali naomba tutulie. Tafadhali.
Haya, harambee, harambee! Naomba tukae chini, naomba tukae chini. Wewe Haya, tukae chini wananchi, tukae chini. Turudi mahali tulikuwa, tukae kwenye hema zetu. Turudi mahali tulikuwa, tukae kwenye hema zetu. Wacheni fujo, wacheni fujo, wacheni fujo, hatutaki vita. Turudi mahali tulikuwa, tukae kwenye hema zetu. Wacheni askari wahandle hiyo hali. Turudi mahali tulikuwa, tukae chini, tuendelee na mkutano wetu. Tukae chini, tuendelee na mkutano wetu tafadhali. We need order please. Order. Tukae chini, tuendelee na mkutano wetu. Turudi tukae kwenye viti vyetu. Turudi tukae kwenye viti vyetu. Bado tunaendelea na kikao chetu. Turudi tukae kwenye hema zetu mahali tulikuwa. Hatutaki mambo ya fujo, mambo ya ghasia. Turudi tukae kwenye viti vyetu. Tukae kwenye hema zetu, tukae kwenye viti tafadhali. Mkutano uendelee, mkutano uendelee. Tukae, bado hatujasikiliza hata mheshimiwa mbunge akiongea. Tukae kwenye hema zetu.
bado hatujasikiliza viongozi wakiongea pamoja nasi. Tukae kwenye hema zetu tafadhali. Hatutaki fujo. Tukae pole, wananchi wote ya CFA tuweze kuchukua mahali petu. Tukae, mkutano bado unaendelea, na tunaomba tukaweze kuingia katika hema zetu ili tumalizie kikao chetu, mbunge wetu aweze kuongea na sisi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ningeomba tutulie, tafadhali tutulie. Ningeomba tutulie, turudi pale, tusikae nyuma ya hii tent tafadhali. Tatusikia? Tuko tayari kusikia? Bwana asifiwe. Unajua hii public participation tukifanya, unajua lazima tufanye public participation. Kunaye wale, unajua the minority have their say, the majority have their way. Sawa. So hata kama mtu anapinga, naomba msikize. Sorry, nisikizeni. Sijui mimi ndio mjumbe. Munisikize. Mimi sipingi, lakini lazima tukiwa tutapeleka mabarua kotini, na kama hakuna mtu yeyote amepinga, mmempata kuongea, itakuwa kama hii imepangwa jamba. Sawa? Tunaelewana? Lazima tufanye kitu kisheria. Hata bunge kuna wale wanasema ndio na wale wanasema la. Ama sio hivyo? Kweli tutakuwa tunaonekana kama hatujui public participation. Watu wangu, sasa unajua sio mambo ya kupinga peke yake. Kunaye mtu atasema inafaa iende hapa ama hapa within Northimenti. Si ndio? Ni sawa hivyo? Ni sawa hivyo? So mimi kibinafsi, mimi mwenyewe, mimi niliomba kiwanja ya ndege, manake airstrip miaka 2 uliopita, tukiwa kwa kiwanja hii tu hapa. Si ndio mnakumbuka? Wakati huyo Deputy President wetu ule alikuwa ako Rigathi Gachagua, alisema, Rahim, wewe unataka tukate miti na tunataka kupanda miti, hatutakubali kufanya. Lakini wakati huo mimi nilikuwa nimesema tunataka airstrip. Leo hatuja kuja kuongea mambo ya State Lodge ama golf course. Na niwaambie sheria ni nini. Sawa? Hii airstrip sio airport vile Dorothy amewaeleza. Airstrip sio airport. Airstrip ni nyambamba, inaenda hivyo. Wale wanasema ati tuende Isiolo airport, hata pia inataka kupangwa, haijapangwa vizuri. Rais alikuwa amesema juzi tukiwa mkutano na yeye, tukiwa wajumbe, kwamba itarekebishwa vile ndege zikipanda zipotee hiyo pali ya kuland na kuenda juu ipate pali mzuri. So hiyo airstrip si ati ni ya public, ni ya Kenya Forest Service. Tunaelewana? Upande wa State Lodge, hiyo tutafanya public participation, na tukishafanya public participation itaenda kwa kamati, manake itaenda kwa forest. Waziri wa forest ataandika barua kwa bunge, komiti ya bunge itakuja ifanye public participation ya pili, ilete bunge tena, ndio ipitishwe na bunge, ndio ifanywe D-Gazette kama itafanywa D-Gazette. Tunaelewana? So mambo ya kufanya State Lodge
ni mrefu sana, lakini kama ingekuwa within compound hii haikukuwa na shida tayari. ASK Show tumekubaliana tuweke hapa, lakini niliambiwa ule contractor wa State Lodge alisema hapa Shoria Security haitakuwa na. Nani anasema miti ikatwe Shoria State Lodge? Hakuna miti zitakatwa. Tunaelewana? Tunaelewana? So mimi nimesema, mimi sikatai ikuje, mimi nimesema ikuje, lakini lazima ifuate sheria vile itafanywa. So muniruhusu, hebu nisikizeni, nipatie nafasi tafadhali. Sawa sawa. Nilikuwa bunge, nimekuja mbio ndio niweze kufika. Caleb amewaambia nilikuwa bunge, sawa? So nimetoka ndio nikuje tumalize hii, lakini public participation lazima ikuwe meaningful, isikuwe na vita. Tunakubaliana hapo? So mimi nitasimama hapo nikielika watu wawili, watuambie wangeona tofauti kitu gani, tusikize. Sawa sawa, tunakubaliana? Unajua wale walinipigia kura ni wengi kuliko wale walipigia wale wengine, si ndio? Ndio nikaingia mimi. Sasa hata leo public participation ikifanywa na nyinyi mkiwa wengi kuliko wale wanapinga, si ndio nimepita? Ama mnasema aje? Ama mnasema aje? Sawa? So tafadhali wacha wakuje watueleze. Sawa? Na tusikize tafadhali. Naomba tu tusikize. Sawa sawa? Sindio nimesema minority will have their say, majority will have their way. Sasa wacha nimkaribishe. Who will start? Is it a long one? I hope it's not long. Yes, Honorable Daoud, many thanks for welcoming me here. And many thanks to my colleague from Kenya Forest Service for inviting me to attend this participatory workshop. So my name is Christian Lambrex. I'm the Executive Director of the Ranoak Kenya Charitable Trust. Personally, I've been leading that trust for the past 12 years. And before that, I was working for the United Nations Environment Program for 19 years. Now, Ranoak is a trust established by Kenyan for Kenya 37 years ago with the purpose of addressing the challenge affecting Kenya mountain forests, including Mount Kenya. And one of the key challenges that we have faced in those mountain forests is human-wildlife conflict, and in particular, human-elephant conflict. Now, as of today, we have built 852 kilometers of fence in the country, but also we have built some fence here in the Menti forest. And I would like to take you back 10 years ago. 10 years ago, we were fencing Mount Kenya in Rutumbi forest stations when we received a delegation from the Menti. And your representative came to me and they said, Christian, you have to come to the Menti forest. We are living a crisis on a day-to-day basis. Over the past 2 years, 10 community members have been killed by elephants. This is no longer tenable for us. Can you please come to the Menti forest? Can you please build an electric fence for us? And what we did, we actually listened to you. We fully consider your concern. We decided to drop our project in Rutumbi and we came to the Menti forest to build an electric fence. As of today, we have built... Nafikiri wale Shori hawataelewa kizungu yake kidogo. Hawa ndio walitusaidia kuweka fence pale Kidhoka, ndio izuie ndovu isiue watu wetu. Sawa sawa? Tunakubaliana na hiyo? Tumpigie makofi. Thank you. Thank you for that. Thank you, Honorable, for this.
So we came to the Imenti forest, and actually we built for you 54 kilometers of double fence. We have invested over the past 10 years 200 million shillings in the Imenti forest, isn't it? But you have to appreciate one thing. When you came to us, we listened to you. And today I'm coming to you, and I would like you to listen to me. And I think this is fair. And I would like to make some few comments about the airstrip. And I would like you to listen to me. Is that as RUNWAC, we are fully supporting development. And even myself, no, I will give it to you, yes. Okay. No, that's fine, that's fine. Yes. No, I'm not. Listen. Tafadali, we are here to have a discussion, isn't it? Tafadali, thank you. If you can just listen, please. Thank you. So, as RUNWAC and as Christian Lambrechts, we are in, but we have a problem with a siting, with a location of the airstrip. And we truly believe that there are better locations for this airstrip to be built without undermining the environment upon which the people of Meru are depending upon. So I'm coming here to engage and to discuss how an alternative site can be formed that will not impact our forest and still provide the same service to the people of Meru. Thank you. I have here a letter, a memorandum on the same that I would like to hand over to the Kenya Forest Service. Thank you. Sorry, Elizabeth, we're running short of time. Hand over your, I'm holding the mic. Just hand over your memorandum. Yeah, hand over your mic. I've told you, right? I have just, no, hand over the mic. It's okay. Even Christian has not read it. Please, if you don't mind. Just, thank you. Haya, thank you very much. Kuna mtu yote ako na memorandum? Memorandum ya kupinga ama ya kuunga? Hatuna. Sasa unajua vile nimeambiwa hiyo mahali ati haiko sawa, wacha niwaambie. Hiyo mahali pale airstrip imewekwa. Zamani kulikuwa na shida, kulikuwa na lantana peke yake. Si ndio? Ni kweli ni uongo? Wakati waziri akiwa Soipan Tuya, tukiwa na yeye Nchero, tulikuwa na mkutano ya kupanda miti. Tulikuwa na PS aliniambia hataki watu waende kulima kwa hiyo shamba hapo, shori wanakata msitu. Nikamwambia hapana, wale watu wa CFA tumeagana na hao, watachunga msitu na lantana pia wataondoa at the same time. So serikali, unajua watu wengi wanasemanga kwamba kuna miti na hawaishi hapa Meru ndio wajue kuna miti. Tunaelewana? Hata wakienda pandi hii ya juu, unajua miti inaonekana tu hapa mbele, huko nyuma msitu hakuna. So watu wasituambie kwamba tunakata miti. So mimi nikiwa mjumbe wa North Imenti, na mimi ndio niliomba airstrip. Na kama airstrip Kenya Forest Service inatutengenezea, ni mimi ni nani wa kupinga? Hebu tuone mikono, nani anasema ifanywe? Ifanywe. Waendelee. Wangapi wanasema waendelee? So, umeona. Asante. Tumeona na nataka tumalize mkutano hivyo. Sawa.
So nataka kuchukua nafasi hii kama mwakilishi wa Chief Conservator. Wachaneni na huko tu, endelee na kazi yetu. So I want to take this opportunity Okay. Wananchi, hamjambo wananchi. Haya, leteni mawazo yenu hapa tumalize, wachana na mambo mengi. Mimi nataka kumaliza, nataka tumalize mkutano wetu kwa sababu tulikuwa tumeweka mpaka saa 6, na nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wote. Nataka kuwashukuru wote. Tafadhali kwa niaba yangu na niaba ya CCF, geukia tu mwenzako, mwambie asante. Salamia tu mwenzako. Asante sana. Nataka kusema ya kwamba maoni tumepokea, maoni tumeyaona, maoni tumeyachukua. Tumezichukua maoni ambazo tafadhali. So tumechukua maoni ambazo tumepewa zenye zimeandikwa, na vile nilisema wakati wa mwanzo, tutakusanya zote na tuweze kuweka pamoja na kupeana kwa neema. Hii ni kumaliza tu mambo ya public participation kulingana na vile kotini iliweza kusema. Kwa sababu ya hiyo, mimi nataka kusema asanteni sana. Wacha tumalize mkutano wetu, tusimame wote, tuimbiwe national anthem na tutakuwa tumemaliza. Asante sana.